Ninakusalimu sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Mchungaji Karoli, naishi Dar es Salaam, wilaya Temeke. Ndugu msikilizaji wangu, ujumbe wangu unawahusu wale wachungaji walioungana na Maipopo kwa ajili ya kwenda kupambana na watu wanaoandamana. Mimi natoa ushauri wangu, lakini wachungaji kazi yao ni kuchunga kondoo. Wameitwa kuchunga kondoo. Sasa pale mchungaji anaposema kwamba yeye ni mbwa mwitu na anaenda kuchunga kondoo, haileti picha sahihi kwamba mbwa mwitu achunge kondoo. Haileti picha sahihi. Lakini pia wachungaji hatutakiwi sisi kwenda kwenye vita vya damu na nyama. Unakwenda kupigana vita vya damu na nyama wewe mchungaji. Kitabu cha Waefeso kimetukataza, sura ile ya 6 na mstari ule wa 12, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo unaposema ninakwenda kupambana ili kuzuia matatizo yanayojitokeza katika nchi yako, nchi yako ina utaratibu wa kuzuia hayo matatizo yanayojitokeza, na wala wewe sidhani kana kwamba wewe ni mtu rasmi kwa mambo hayo, ila unaweza kawa kama raia. Lakini sasa wewe sio raia, wewe ni mchungaji, unachunga raia. Sasa kama ni hivyo, ukishashirikiana na Maipopo mkaenda katika mapambano haya damu na nyama, mkimaliza, Maipopo anakugeukia sasa wewe mchungaji, anawaambia wale washirika wako kwa jamani, si mliona jamani, huyu mchungaji alikuwa ni mbwa mwitu, tulikuwa naye sisi, ni mbwa mwitu huyo, kwa hiyo mnachungwa na mbwa mwitu. Atageuka Maipopo atasema hivyo, ila yeye anakutumia kwa sasa hivi kwa maslahi yake binafsi. Mimi siamini moja kwa moja kwamba siamini hilo kwamba moja kwa moja kwamba serikali yetu imeshindwa kuwalinda wananchi wake. Sasa inawatafuta kina Maipopo ndio wailinde nchi, wao wameshindwa. Siamini katika hilo, ila kwa kuwa ni mwananchi, anasema yeye ni mwananchi, analinda nchi yake, anayo hiyo haki pia kulinda nchi yake. Lakini unailinda nchi yako kwa misingi gani? Kwa namna gani unailinda nchi yako? Hilo tuwaachie Maipopo pamoja na vyombo husika. Lakini mimi nazungumza na wachungaji ambao wamejiingiza katika swala la wenyewe kujiita mbwa mwitu na huku wanachunga kondoo. Nikushauri wewe mchungaji, kama utaona napendeza, ondoka katika kundi la mbwa mwitu, ukachunge wale kondoo ambao Mwenyezi Mungu amekukabidhi, kwa sababu kila unalolifanya inatakiwa liwe na kibali cha Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni mchungaji, umeitwa na Mungu kuchunga kanisa, lazima Mwenyezi Mungu ahusishwe. Sasa swali linakuja, wewe si umempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako? Unapokwenda kwenye maandamano, Yesu atakuwepo? Kwa sababu vita ni vya Bwana. Yesu anasema vita ni vyangu, mniachie mimi hivyo vita. Sasa unapokwenda katika hivyo vita, Yesu atakuwepo? Na kama hata kuwepo, ukachukua jiwe ukapiga mtu akafa, utarudi tena pale madhabahuni pako unapohubiria kwamba Yesu
ni mwokozi wetu, na yule ambaye umemuua unajua kwamba anatakiwa kuokolewa. Kwa hiyo mikono yako haitakiwi imwage damu, na hata Mungu hata kuelewa. Pengine ulikuwa umepotea katika fikra. Sasa je, hiyo safari yako unayokwenda kwenye mapambano ya maandamano, Yesu atakuwepo katika safari yako hiyo? Kwa hiyo mimi nikushauri kitu kimoja, hao wanaotaka kuandamana, nenda kanisani ukawahubiria waumini, waambie wasiandamane, kwa sababu watakufa wakiandamana. Ni kawaida ya nchi za Kiafrika, wanapoandamana watu wanawaua. Kenya waliwaua, na hata huko nchi zingine wanakufa. Mpaka unaona hii Sudani watu waliandamana wakafa. Lakini sasa je, ukishakufa kinaendelea nini? Ukishakufa umekufa na unasahaulika. Pale Kenya wale waliokufa wakati wa maandamano, wakati wa uchaguzi wa Kenyatta na Ruto, unawasikia sasa nakumbuka tena? Mbali na hivyo, hata hao walioandamana Oktoba 29 wanasahaulika hao. Na hata wewe ukitaka kutoka kuandamana utakufa na utasahaulika. Hakuna kitakachoendelea zaidi ya kusahaulika, na mambo mengine yanaendelea. Wewe umeshajitoa muhanga, umekufa. Lakini kushauri kitu kimoja, unataka kuandamana, kuna maisha nje na maandamano yanakusubiri. Kuna maisha mengine nje na maandamano, au kuna maisha mengine nje na hiyo haki unayoidai. Kinachotakiwa ni uhai ambao wewe huwezi kupata tena ukishaondoka. Na wala usiujaribishe uhai kwamba naweza nikatoka mzima. Jua tu kwamba ukienda unakufa. Mimi nimesema nikushauri wewe ambaye umejiunga na Bata-My-Popo, kama ni kikundi chake amekitengeneza cha uongo kwamba kuna wachungaji na wenyewe wanashiriki kikundi chake cha mbwa mwitu, na kuna wachungaji wanabadilika kuwa wachungaji wa kuchunga kondoo wa Mungu, wanakuwa mbwa mwitu. Kakitengeneza hivi ili kutuaminisha sisi wachungaji kwamba kuna wachungaji mbwa mwitu na wanachunga kondoo. Basi endelea na mpango wako huo. Lakini kama ni mchungaji kweli unayechunga kondoo, alafu unajiita mbwa mwitu na huko unachunga kondoo, wale kondoo wako nafikiri utakaporudi kwenye vita vyako vya damu na nyama, watoka shakimbia pale kanisani, kwa sababu unajua tunachungwa na mbwa mwitu. Lakini kama ni kikundi cha My-Popo, basi tumwache My-Popo na mpango wake alionao. Lakini kama ni mchungaji kweli, na kushauri ondoka hapo. Unajichafua na unalitukanisha jina la Bwana, kwa sababu wewe kuwa mbwa mwitu alafu unachunga kondoo wa Mungu. Mimi niishie hapo kwa kukushauri. Asante.